kuwafundisha watoto hawa ili wabaki katika imani. Tena mmesema kwamba wengine wanatoka katika familia ambazo baba na mama hawasali. Mnapokuwa katika mazingira hayo, huwa tunasema ni jukumu la jumuiya ndogo ndogo kuwalea hao watoto. Wakati mwingine watoto wale hawawezi kutoa michango, na hivyo wasilazimishwe. Atoe yule anayeweza, lakini kama wazazi wake pengine kama wanapenda wakitaka, lakini wasipoweza, huyo mtoto mtamlazimisha, ni dhambi yake? Hapana. Unaona? Kwa hiyo wapo, kwa mfano watoto kama hao utawaambia watoe mchango hao. Labda mtoto ambaye anaweza akafikia umri wa kuuza miwa, kuuza karanga, basi anaweza akajaribu. Kwa hiyo mimi nawapongeza, na mnaweza mkawapata wengi zaidi, mwatafute katika hiyo miji. Fanyeni utume katika familia za watu. Familia zingine labda za Kikristo sawa, lakini hata zile ambazo sio za Kikristo na zenyewe lazima utume ufanyike. Mnaweza mkawatembelea watoto wa majirani zenu, kwa sababu ni wajibu wetu sisi kueneza neno la Mwenyezi Mungu. Tunalieneza kwa njia ya kwaya kama hao wanapofanya, lakini tunaweza tukalieneza hata kwa kulieleza kabisa, kuwaeleza, kuwafuata. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana kwa mambo kama hayo. Mafanikio mengine niliyoyasema hapa yapo mengi. Nimefanikiwa kufanya hija, nafikiri ni kitu kizuri. Mwaka jana ulikuwa ni mwaka wa hija, na kama mliweza, nafikiri ni kitu cha kizuri, ni ukomavu wa imani. Lakini msiendelee hivyo, hija bado zipo, kuna Kawekamo, kuna sijui wapi, kote huko mnaweza mkafanya. Mmefanikiwa matembezi ya sanamu ya Bikira Maria, matembezi ya msalaba. Huo ni uinjilishaji, mkiweza kuufanya hata kama ni kwa namna nyingine pia ni kitu kizuri. Lakini mkasema kuna changamoto, baadhi ya familia kutokuwa na imani thabiti inapelekea familia nyingi zenye waumini tofauti, baba hasali, mama hasali, watoto tu ndo wanasali. Ndo hayo nimeyaeleza. Baba au mama kutokusali sio dhambi, kama sio Wakatoliki, sio Wakristo, sio dhambi. Lakini bado mnaweza mkawaeleza, mkawahubiria, mkawashawishi ili basi waungane na watoto wao, sivyo? Nafikiri kazi ya katekista na kazi ya viongozi katika jumuiya, lakini kimsingi ni kazi yetu wote. Jumuiya hazipo tu kusali tu na michango tu, zipo kwa ajili pia ya kuinjilisha, ya kuwafuata watu, kuwafuata watoto, kuwafuata wakubwa na kuwahimiza juu ya neno, juu ya kuamini. Kwa hiyo naomba sana, na ndio sababu tunasisitiza kila jumuiya iwe na mwalimu wa nini? Wa imani. Kila jumuiya inapaswa kuwa na katekista ambaye anaweza akawafundisha watoto kama hawa wanapokuja kwenye jumuiya siku hiyo. Unaona? Huyo anakuwa wa kwanza hata kuwafundisha sala, ili katekista huko kwenye kigango apate urahisi wa kufundisha. Tunaelewana ndugu zangu? Ndio. Baadhi ya familia kuishi uchumba sugu. Jonas hapa na Amina wametoka kwenye huo usugu sasa. Lakini ikiwezekana wamo. Inawezekana hata humu. Kumbe ni sugu. Unaona? Kwa hiyo lakini basi Mungu ni mkubwa, anamuita mtu, kila mtu anaitwa kwa wakati wake, sivyo? Sasa lakini mjibidishe, wala msione aibu,
msipende gharama, kusababisha gharama za bure. Fanyeni tu kitu kichepesi cha kawaida. Unaona, ili mtokane na huo usugu huo unaoita. Baadhi ya waumini kutoshiriki kusali jumuiya ndogo ndogo. Tuna wajibu wa kusali, kushiriki pamoja na wenzetu kanisani Kigamboni, kanisani kwenye jumuiya, kwa sababu jumuiya ni kanisa mahalia. Jumuiya ndogo ndogo ni kanisa mahalia. Kwenye jumuiya ndogo ndogo zinaweza zikaadhimisha sakramenti. Baadhi anaweza akaja kufungisha ndoa hata kwenye jumuiya ndogo ndogo. Anaweza akaja hata kubatiza kwenye jumuiya ndogo ndogo. Kwa mfano labda siku ya mtakatifu nani? Jumuiya zenu hapa mmesema kuna jumuiya ya Mtakatifu Petro. Siku ya Mtakatifu Petro mnaadhimisha siku ya somo wenu, mnamuita padri. Na pengine siku hiyo kuna ndoa inafungishwa, siku hiyo kuna ubatizo unafanyika, siku hiyo kuna mpako wa wagonjwa unafanyika, siku hiyo kuna maungamo. Kwenye jumuiya ndogo ndogo sakramenti zinaadhimishwa. Yawezekana tatizo likawa ni upungufu wa mapadri. Parokia yenu na vigango vingi na waumini wengi, lakini mapadri ndio hivyo tena. Huko mbeleni tunakoenda, basi Mwenyezi Mungu anaweza akatujalia tukafanya yote hayo. Swala jingine basi ni shukurani, na washukuru sana pia hata kwa zawadi zenu. Mmenishika mkono na laki ngapi tena na zenyewe nikapewa. Aruma nakana arushunula kadu. Naona basi hizo zinamsaidia askofu kulipa ada ya vijana kwenda shuleni kule, waseminari wetu, mafratela wetu, matatizo mengine chakula, na wazee wako mapadri wengine hawawezi kabisa, sasa hivi hawajiwezi. Yote hiyo ni kazi ya askofu, lakini askofu na pia anawezeshwa na nani? Na nyie waumini, sawa? Ndio. Unaona, basi alafu ombi tena, uendelee kutufadhili nyie watu, nyie wapehi, nyie niliwafadhili hapa, tena mnataka ufadhili tena nyie hapa. Kwanza sasa hivi ni mjini hapa, kuna wenzenu wako huko vijijini kabisa, yaani wao hata ukiwapatia hata laki 3 tu vigeregere mpaka Sasa nyie kweli mshinde kweli. Kuna eneo pale mama tena ametuongezea, mkiwashinda hilo mimi nitawashangaa kweli. Sasa labda tuahidiane, nyie mpate milioni 4, mimi nipate zinazobaki, sawa? Mtaweza? Situanzeni hapa sasa hivi. Kwa hiyo nyie ile mtatoa eti mimi nitatoa zinazobaki, sawa? Kwa lile eneo la pale juu. Unasikia paroko wamekubali milioni 4, watafanya nini? Watatoa. Sasa kama wanakubali, maana yake hawataninunua sasa, kwa sababu asipotoa na mimi za kwangu zazitoki. Unaona, na mimi za kwangu ni shughuli, kwa sababu wako wengi mno wanaoniomba. Ukienda kule wanaomba, ukienda kule wanaomba. Sasa nifanyeje? Siwezi, na mimi nategemea hizi mnazonishika mkono, naenda kuzitumbukiza kwenye kapu. Zinapokuwa nyingi, basi na mimi nasaidia. Yaani sawasawa, nyie mmetoa laki sijui ngapi, lakini mnaomba mamilioni. Sasa kweli na mwisho basi ni kuwatakia kila jema. Mwenyezi Mungu awabariki. Tutaonana siku nyingine, pengine na siku ya uzinduzi kabisa wa parokia. Mkijitahidi mapema tunakuja tunazindua parokia hapa, sawa?